Basi wangwana wa Bombi, hamjambo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Bombi siku ya leo hapa Tana River, na nisikia nikilipi pamoja. Nilikuwa hapa, when were we here? PS, I think we were here. Yes, I was here January, not last year, 2 years ago. And I gave very clear instructions on what we need to do about this very important food security project. This Galana Kulalu food security project is important to Kenya. And we have had conversations around. It's now time for the project. I am very happy that the resources we provided now have a new intake. It's complete. Has also been constructed. Nilikuwa hapa Januari, ataanza kupanda. Naona amefanya land preparation tayari. Tumekubaliana na azishughulikie mwaka huu. Kama atafikisha ekari 8,000 itakuwa ni vizuri. Tuko na mwegezaji mwingine hapa chini, nimeenda mpaka kwake, ametengeneza ekari karibu eleo 30,000 ama inafikia 40,000 hapo. Tutaona vile tutamsaidia katika kupanga mambo yake ndio ikue sawa sawa. Na vile vile nilikuwa United Arab Emirates, nikakubaliana na rais wa kule kwamba tutakuwa na mwegezaji kutoka huko ambaye atakuja kuegeza mahali hapa ekari 1,200 kuzalisha chakula, kutusaidia kupanua nafasi za ajira kwa vijana wetu, kuzalisha chakula ya mifugo yetu, na vile vile kuzalisha vyakula ambazo tutatumia kuzima njaa katika taifa letu la Kenya, na vile vile ya export, jenga uchumi wa taifa letu na uchumi wa sehemu hii. Ili kazi hiyo yote ikamilike, mbali na yale tumefanya mwaka huu katika budget yetu, sasa tunaweka pesa ya kutengeneza damu kubwa hapa ambaye itakarimu karibu shilingi bilioni 30, na tunaanza mwaka huu. Ndani ya miaka miwili kwa mapenzi ya Mungu tunataka hiyo damu ikamilike, na hiyo damu vile vile tutajenga na ile program tunaita public private partnership. Hatutaweka pesa ya serikali peke yake, tutaweka pesa ya serikali kiasi, kutakuwa na waegezaji kiasi wataweka hiyo pesa, kwa sababu hiyo ndio taratibu mpya ambayo inatuwezesha kama serikali na kama Kenya kuweza kupata investment ya public property ama public resources ambazo zitatusaidia bila ya kutafuta madeni mengi. Tunaunganisha private sector pamoja na public sector ndio tuweze kufanya kazi hiyo. Nimeshukuru pia kwamba tunajenga ile barabara, kuunganisha ile barabara inatoka Malindi kwenda hapa Salagate. Pale karibu Salagate tunajenga barabara ambayo inakuja hapa, na pamoja na daraja. Ile daraja iko pale, nimeenda kuitizama siku ya leo, na tumekubaliana na wale wanafanya kazi hiyo ya kwamba hiyo daraja kabla ya June next year, kwa sababu pamoja na hiyo barabara yote tuikamilishe. Vile vile sehemu hii haiwezi kuendelea sawa sawa bila umeme. Na ndio sababu hiyo Managing Director wa REREC ametueleza hapa kwa kirefu kwamba tuko na mradi wa serikali itagharimu sisi shilingi bilioni 2.9 kufikisha stima hapa, kuhakikisha kwamba watu wa sehemu hii pia watapata hiyo stima, na tutatumia hiyo stima kuzalisha chakula hapa na kuongeza dhamana. Inatoka karibu kilomita 57
kutoka sehemu ile ya Kilifi, lakini waweka pesa ya serikali. Hii project ni ya muhimu sana, sio kwenu watu wa Tana River na Kilifi. Mnajua nimepata aibu ya mambo ya njaa. Miaka 60 baada ya kuwa taifa huru, ni aibu kubwa sana kama wananchi wa Kenya wanalala njaa. Na tuko na mbinu na tuko na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha. Ndio sababu tuko na hii mradi ambayo inaendelea hapa. Tuko na miradi mingine mingi, tunasaidiana na wakulima kuzalisha kule Tana Delta. Vile vile tuko na mpango mwingine ya kuzalisha. Sababu nia yangu ni kuhakikisha kwamba tunaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. That is my program, that is my plan, that is my commitment. Na tunashukuru Mungu ametusaidia, ametupatia mvua kwa miaka hii miwili. Tumepata chakula kiasi, lakini ile chakula itapatikana kabisa ambayo hatutakuwa na taswishi. Hiyo tutafanya hapa sehemu hii ya pwani, tutafanya irrigation sehemu zingine za taifa letu la Kenya, so that we can enhance our food security. Vile vile tunaongezea mipango yetu ya value addition, ya agro processing, na vile vile kupanga ajira ya vijana wetu wa Kenya. Kwa hivyo pia tumekubaliana hii sehemu, mbali na kuzalisha vyakula, vile vile itazalisha chakula ya mifugo. So wafugaji wetu wengi hapa ni wafugaji. Sahau katika mpango ya kuzalisha chakula sehemu hii. Pia na wafugaji mjipange, ndio tuweze kuzalisha chakula kutoka sehemu hii. Nyama inangojewa duniani kote. Mambo ya leather products inangojewa. Na tuko katika ushirikiano huko. Nimefurahi sana kuona ile land ya hapa. And I am very persuaded and convinced that we have the right plan for the rollout from this year is going to see us unlock the potential of close to 200,000 acres in this place. Kwa hivyo asanteni sana kwa mbali na mirengo yaweke kando, tuungane, tujumuike pamoja. Kila mtu mwenye ako na wazo ama mapendekezo aseme ni gani anataka ifanywe, ile haifanyiki saizi bora kuliko ile inafanywa saizi, mtuambie. Because we must always make sure that a good idea gives way to a better one. So I want to ask all these good people, leaders and everybody, let us tone down the rhetoric of politics and negative things, ethnicity and hate campaigns. Let us focus on the most important thing that leaders are elected to do, the transformation of Kenya. Produce food, we eliminate hunger in our republic. Create more jobs for our young people. Educate our children. Make sure that there is medical cover for all citizens of Kenya. The plan we must focus on as we connect electricity and do structure to facilitate the transformation of our nation. So nasema asante sana. Hiyo barabara mwaka ujao nikuja nikifungua barabara. Vile vile nitakuja hapa wakati stima inawaka, na nitakuja wakati hapa tuna harvest, ndio tufurahie kuzidi vile tumefanya leo. Asanteni sana, nawatakia heri, nawatakia baraka za Mungu. Hawa ni viongozi, hawa wadosi wote, hawa ndio viongozi wetu na ndio
wa hii mingi ya